Aise, sasa mambo yamepamba moto bwana. Mwanasheria ambaye kumbe Vaila alikuwa akimzungumzia bwana ndio mwanasheria wa Duma. Sasa sijui itakuwaje, na inaonekana lakini baada ya kumuona mwanasheria huyo ameshangaa sana, ameweza kushtuka sana. Na je, vipi unahisi RK ataweza kukubali huyo mwanasheria ndo asimamie kesi yake au nini kitatokea, au atakataa? Lakini pia kwa upande wa Veso tunaona simu inaita kutoka kwa bosi wake na anamwambia kwamba yeye ndo anamwamini, lakini tunaona katika episode ya nyuma Maria aliweza kumwambia ukweli wote bosi wake kuhusiana na ule wizi wa zile box pale ofisini. Je, unahisi bosi wake na Veso anamtega au kuna mpango gani ambao uko nyuma hapa? Lakini Veso naye pia baada ya kupokea simu yake na maelekezo ambayo anaweza kuyapokea, kidogo alitia shaka na kuendelea kutafakari na kujiuliza kwamba je, bosi wake ana mpango gani, na je yale maneno ambayo aliambiwa na Maria aliweza kuyapuuzia au nini ambacho kiko nyuma ya pazia? Bwana, hii ni siri ya Huba. Siri ya Huba ndiyo hii hapa sasa. Unahisi itakuwaje kwa upande wa Veso? Bosi wake anamtega au nini ambacho anafikiria? Lakini tunarudi pia kwa Vaila. Baada ya episode iliyopita tuliweza kuona Vaila baada ya kuja kwa RK alikuja amekasirika mno, na akajaribu kuzungumza naye na kuweza kumwambia kuhusiana na hisia zake na kumwambia kuwa arudi kazini, lakini bado RK kwake akawa kidogo ni mgumu. Baadaye Vaila akaonyesha kukasirika na kuhitaji kuondoka. Baada ya hapo RK akawa amemshika mkono na kumwambia wakawa wameketi chini. Baada ya hapo wakaanza mazungumzo, kubadilishana mawazo, kuzungumza huko na kule, lakini bado Vaila akaendelea kuhitaji kufahamu zaidi changamoto ni nini. Lakini akajaribu kumwambia kwamba wewe ni binti mzuri sana na kwa mwanaume yote lazima na angekuhitaji, lakini pia hata mimi kwenye maisha yangu nilikuwa natamani kupata mwanamke kama wewe ambaye ametulia na mwenye sifa kama za kwako. Vaila akajaribu kumuuliza sasa, kwa nini hutaki mimi kunipa nafasi hiyo? Bado RK kwa upande wake amwambia this time kidogo bado niko na changamoto na vitu vingi ambavyo vinanichanganya, ndio maana unaona kama anakuwa kidogo mgumu, kwa sababu nahofia naweza nikakuumiza. Sasa unahisi itakuwaje? Lakini baada ya hapo bidada naye akaendelea kukomalia na kuendelea kumuuliza sana RK kwamba sasa ni changamoto gani kubwa ambayo wewe inakufesi na hauhitaji, natamani kujua ili nione namna gani ambavyo naweza nikakusaidia. Nijue tu kwamba ni changamoto gani ambayo inakusumbua. Lakini baada hapo RK akajaribu kumwambia kwamba bwana, mimi issue kubwa ambayo inanumiza kichwa kwa sasa hivi, ninavyo vitu vingi ambavyo vinanumiza kichwa, lakini kuna kubwa zaidi ambayo ni kuhusiana na kifo cha baba yangu, na ndio kichwa ambacho kinanumiza sana kichwa mpaka sasa. Ndio nafuatilia baada ya kupata ukweli kuhusiana na mauaji ya baba yangu, kwamba kumbe baba yangu kuna mtu aliweza kumuua. Sasa Vaila akamwambia sawa, kwa hiyo sasa ni nini, na akajaribu kumwambia RK pia kwamba sasa baada ya hapo nimeweza kupata mwanasheria ambaye atasimamia kesi, lakini sasa amehitaji milioni 1. Umeona? Sasa baada ya hapo Vaila akamwambia okay, basi kama ni issue ya mwanasheria, kuna mwanasheria wa nani, wa baba yangu, kwa hiyo taongea naye then atakuja kusimamia nini kesi yako. Sasa ndio vile baada hapo tuliweza kumuona mwanasheria sasa ameweza kufika kwa RK. Baada ya kufika ndio kama hivyo tena RK akakuta ni mtu ambaye anamfahamu. Lakini tunarudi kwa upande wa pili, tunaona Mo baada ya kumsubiri Nice kwa muda mrefu, baada ya makubaliano katika episode iliyopita kwamba hata baada ya kuleta ile mikataba Nice ataweza kufika nyumbani kwa Mo, lakini Nice hakuweza kutokea. Mo akaamua kumfuata nyumbani kwao, akamwambia bwana uliniahidi kwamba utakuja, lakini sijakuona, changamoto ni nini? Nice akamwambia kwamba nilipitiwa na usingizi, na akamwambia sio kwa kupitiwa huku, yani kupitiwa usingizi namna hii. Inaonekana kitendo hicho kama kimemchukiza sana, akajaribu kuongea kwa hasira sana, kumbe sawa, lakini usinichezee wala usinifanyie vitu vya namna hii. Naona mimi nimejitahidi kupambana, lakini yote ni kwa sababu nakupenda na kuitaka. Lakini bado Nice kwa upande wake, kama tunavyojua, Nice hana mpango wote na Mo na hana upendo wote na Mo. Mo akakasirika pale. Mwisho wa siku maelewano yalikuwa mazuri. Mwisho wa siku Mo akabidi akaondoka, lakini wakati huo amekasirika. Lakini tunarudi kwa upande wa pili, mwanasheria wakati huo anatokea katika duka la maji. Katika duka anapokea simu wakati wametoka kuchukua maji. Hiyo simu ni kutokea wapi? Lakini tujaribu kuangalia, tunaona kwamba mwanasheria ambaye alikuwa anazungumziwa ndio huyu ambaye pia ni mwanasheria wa Duma. Sasa itakuwaje hapa katikati? Unahisi kwa upande wa RK ataweza huyu mwanasheria kumsaidia
Vaila wakati huo anajua kabisa RK ndio mhusika ambaye pia Duma alimpa kazi kwa ajili ya kusimamia kesi yake, na vipi ataweza kufanya kazi kwa upande wa Vaila, kwa heshima ya Vaila, kwa sababu ni mtoto wa bosi wake. Nini ambacho kitafanyika? Lakini tunaona baada ya Mo kuweza kuondoka kwa kina RK, mama yake na RK anapata muda wa kuweza kuzungumza naye na kumuuliza vipi, kwani wewe hauhitaji mwanaume? Bado Nice anamwambia hapana, kwa huyu bwana, huyu mkaka mimi, kwa sababu tunahitaji aweze kunisaidia kazi yangu na kuweza kukamilisha, kuweza kutatua kesi tulionayo, lakini sina upendo wote na yeye. Sasa mambo ni makubwa. Bado Nice inaonekana kwamba hajavutiwa na Mo na hampendi kwa lolote. Hii ni hatari. Itakuwaje? Hizo lawama vipi zitaendelea kukaa kwa upande wa Nice au nini ambacho kitatokea katika episode hii? Ngoja tuone siri ya Huba, lakini tunaendelea kurudi kwa upande wa RK na Vaila. Baada ya story nyingi kuendelea, tunaona baada ya hapo aliweza kuleta juisi. Mwisho wa siku akawa anaendelea kubadilishana mawazo na huko akiendelea kunywa. Baada ya bidada kunywa juisi, bwana akamwambia, bwana wewe unaonekana bwana ni tamu sana kama juisi ambayo uliotengeneza. Kale akamwambia hapana bwana, kwa mimi siku hizi nalio utani wa hapa na pale, mimi nikawa unaendelea hapo ndani. Bidada anaendelea kuonesha mahaba mazito kwa RK. Si itakuwaje? Bidada afanikiwa kupata RK au nini kitatokea? Lakini baada ya hapo tunaona baada ya Nice kuweza kutoka nyumbani kwao, aliweza kumwahidi mama yake kwamba ataenda kumtuliza Mo, kwa hiyo ili asiweze kuharibu mpango wao kuweza kukamilisha katika kupata mali zao kutoka kwa Duma. Sasa baada ya hapo Nice aliweza kufika kwa Mo. Baada ya kufika kwa Mo akajaribu kuendelea kuzungumza naye, bwana mimi nimekuja kwa ajili yako, lakini kidogo bado maelewano yakawa sio mazuri, kwa sababu Mo anachokihitaji ni mapenzi kutoka kwa Nice, lakini Nice bado kila siku anaenda kwake, lakini bado anashindwa kumpatia Mo kile anachotaka. Nice anajaribu kumwambia, bwana mimi nimekuja hapo kwa ajili yako, kwa ajili ya kukutuliza, kwa nikuombe samahani pia kwa tukio lile ambalo limeweza kutokea nyumbani. Lakini bado Mo anaonyesha kuwa na hasira na kumwambia, bwana mimi silete mchezo wala usinitanie, mara nyingi umekuwa ukija hapa nyumbani na then unaondoka. Kumwambia sasa leo hauwezi kuondoka bila kunipa hicho kitumbo. Hatari hicho kitumbo chake bwana. Mo bwana anahitaji mapenzi kutoka kwa Nice, lakini Nice anamwambia kwamba ndio hivyo amekuja kumtuliza kwa namna ipi, lakini Mo anamwambia kwamba siwezi kutuliza mpaka unipe hicho kitumbo chako au unipe mapenzi ndipo nitatulia. Lakini anamwambia tunaona Mo anajaribu kumwambia kwamba leo usipokubali mwenyewe kwa hiari yako, otherwise nikubake labda au unipe mwenyewe kwa hiari yako. Si itakuwaje? By the way, siri ya kubwa inazidi kupamba moto. Vipi Mo ataweza kumbaka Nice au Nice ataamua kuelezea kumpatia mapenzi Mo? Nini ambacho kitatokea? Lakini je, kwa upande wa RK tunaona baada ya mwanasheria kufika, ni mtu ambaye RK anamfahamu vizuri, ni mwanasheria wa Duma. Je, unahisi kwa upande wa RK, je atakubali mwanasheria huyu amfanyie kazi au unahisi nini ambacho atakifanya? Kwa sababu tunaona kwamba kwa upande wa Duma, tujaribu kuangalia katika episode za nyuma, tumeweza kuona RK na Duma sasa hivi ni kama panya na paka, ni maelewano ambayo hakuna, yani muda wote ni visasi na chuki ndani yao. Lakini tunaona pia kwa upande wa RK namna ambavyo wanajitahidi kupambana kuona ni namna gani ambavyo wanaweza kutatua kesi hiyo na kuweza kupata zile mali zake na stake zake kutoka kwa Duma ambazo walimdhulumu baba yao. Sasa vipi? Kuna maswali mengi ambayo bado tunaendelea kujiuliza na mpaka sasa majibu hatuna, lakini katika episode inayofuata majibu tunayo, yanakuja majibu na mambo makubwa yanakwenda kutokea. Je, kwa upande wa Mo na Nice vipi? Je, kwa upande wa Mo vipi, ataweza kutimiza ile haja kutoka kwa Nice au nini ambacho kitatokea? Na je, vipi Vaila kama namna ambavyo amekubali kumsaidia RK kwenye kesi yake, na wakati wote tumeweza kuona mwanasheria huyu ambaye Nice Vaila anamwamini ni mwanasheria ambaye ni wa Duma, na wakati huo pia Duma ameweza kumpatia kazi ya kuweza kufuatilia ile kesi ili kuweza kumkamatisha RK na kuweza kumnyang'anya document zote na kuweza kukamata zile mali tena kama za kwake. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na walihitaji kubadilisha zile document za kampuni. Lakini baada ya hapo ikaonekana document ni fake, lakini sasa ambaye ana document original ni Nice. Mambo ni moto katika siri ya Huba. Kwa hiyo ni kwamba je, RK ataweza kurudisha mali zake
mali zao ambazo baba yao aliweza kunyang'anya au itakuwaje. Lakini bwana, hii ni Siri ya Kubwa, episode inayofuata na majibu episode ya 67 ina majibu halisi bwana, usipitwe na episode hii. Lakini kama bado hujasubscribe hapo chini unaweza kwa kwanza kupata video zetu. Asante kwa kuangalia, ciao.